kadhalika siku ya Alhamisi tutakuwa na vikao vya ilmu katika somo la tauhid, na mbele yetu ni risala miongoni mwa rasail za al-Imam al-Najdi Muhammad ibn Abd al-Wahhab alayhi rahmatullah, wa unwan تفسير كلمة التوحيد. تفسير كلمة التوحيد، kufasiri na kufafanua na kuelezea maana ya tauhid na maana ya neno la ilaha illa Allah. Na kabla ya kuingia katika risala kama hii, نقدم بين يدي الرسالة ببعض المقدمات. tutatanguliza kabla ya kuingia katika risala yetu hii inayoitwa tafsir kalimati at-tauhid kwa baadhi ya muqaddimat. Al-muqaddimatu al-ula, muqaddima wa kwanza: اعلموا إخواني في الله أن أعظم العبادات بعد الفرائض والواجبات هي نعمة طلب العلم الشرعي. hakuna neema ambayo iko juu anayoneemeka nayo mwanadamu baada ya kutekeleza mambo ya wajibat na mambo ya faraid na mambo ambayo kwamba ni yenye kumlazimu huyu mwanadamu, kama vile neema ya kutafuta ilmu ya kisheria. Lidha, hivyo basi la budda an na'lama anna talib al-ilm, ya kwamba huyu mwanafunzi anayetafuta ilmu ya kisheria ala halain ithnain, ana hali mbili huyu mwanafunzi. Hali ya kwanza, an yakuna talabuhu lililmi liajli ridha Allah subhanahu wa ta'ala wa liajli raf'i al-jahli an nafsihi. Hali ya kwanza ya huyu mwanafunzi ni yule anayetafuta ilmu ya kisheria kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah tabaraka wa ta'ala, na kunyanyua ujinga katika nafsi yake. Hii ni hali ya kwanza ya mwanafunzi anayetafuta ilmu. Na mara nyingi hadha huwa almuwaffaq biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mwanafunzi anapokuwa na nia kama hii katika kutafuta kwake ilmu, hataki isipokuwa radhi za Allah, hataki isipokuwa thawabu, yatafuta ilmu ili aondoe ujinga katika nafsi yake, mara nyingi mwanafunzi kama huyu huwa ni mwenye kuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, na zile aya zinazoelezea fadla ya ilmu kama vile yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, na kadhalika ile aya inayosema qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi lahu tariqan ila aljanna, na hadithi nyinginezo. Hizi aya na hizi hadithi zinamiminika kwa huyu mwanafunzi ambaye kwamba nia yake ni kama hii. Huyu mwanafunzi ambaye kwamba nia yake ni kutafuta radhi za Allah katika kutafuta kwake ilmu, huyu ndiye anayekusudiwa katika hizi aya na hizi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Hali ya pili ya huyu mwanafunzi anayetafuta ilmu, an yakuna talabuhu lililmi umur ukhra ghayr ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala wa ghayr talab mardati llah subhanahu wa ta'ala. Ni mwanafunzi ambaye kwamba nia yake katika kutafuta ilmu si kutaka kutafuta ilmu kujiondolea ujinga katika nafsi yake, wala hatafuti ilmu kwamba Allah tabaraka wa taala amemwamrisha, au anatafuta ilmu kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan, yeye nia yake ni nyingine. Limadha tatlubu alilm? Yatlubu alilma liajli an yuqal lahu alim, au liajli أن يجادل الناس بذلك العلم، أو لأجل أن يتفاخر بذلك العلم. هذا هو نيته وإرادته ومقصده. ونين وتفتع علمه؟ يهي وتفتع علمه ili ajifakhari mbele za watu kwa ile ilmu aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa nini watafuta ilmu? Atafuta ilmu ili ambiwe wewe ni mwanachuoni, wewe ni alim, wewe ni shekhe, wewe na wewe na wewe, wa halumma jarra. Atafuta ilmu ili afanye mijadala kwa kupitia ilmu yake kama ile. Hadha huwa niyatu. Sasa mtu anayekuwa na hali kama hii, kadhalika ana hali mbili. Mtu ambaye kwamba anatafuta ilmu pasina kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, ana hali mbili. Alhal alula an yantakis wa an yafdahahu Allah subhanahu wa taala wa an yanharif fi hadhihi dunya. Hali ya kwanza ya huyo mtu ni apotee, apinde na awe mpotofu katika huu ulimwengu. Naam ikhwani fillah, na ndio maana maulama wetu wanasema ma dhalla man dhall wa man takasa man intakas wa man harafa man inharaf illa bisababi khalalin fi qalbihi min riya'in wa ujbin wa kibrin. Hakuna yoyote aliyepotea na hakuna yoyote aliyetoka nje ya barabara ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa ni kutokamana na upungufu ulioko katika moyo wake, ima kwa sababu ya kibri ama ujubu, kujiona, ama kadhalika kujifakhiri, wal'iyadhu billah. Hali ya pili ya huyu mwanafunzi anayetafuta ilmu pasina kutaka radhi za Allah tabaraka wa taala ni Allah subhanahu wa taala amsitiri katika huu ulimwengu. Atafuta ilmu, atafuta na huenda akakaa katika majalis za ilmu na akawa na darasa, akawa na madrasa yake, fayatakharraj ala yadayhi tullab, akawa yuwatoa wanafunzi kwa wanafunzi, generation baada ya generation mpaka kufariki kwake, na watu wajua masha Allah shekhe mzuri, wanafunzi wangapi wamepitia kwake, wangapi wamehifadhi Qur'an, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anamfisha na kumuondosha katika huu ulimwengu. Hakuna anayejua. Watu wasema masha Allah rahimahullah rahmatan wasi'a, lakini Allah tabaraka wa ta'ala ndiye anayejua yaliyomo ndani ya moyo wake. Sasa mtu kama huyu, wal'iyadhu billah, siku ya kiyama kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu watatu wa mwanzo watakaochomwa na kuingizwa katika moto wa Jahannam, mmoja katika hao watu watatu ni nani? Ni yule aliyetafuta ilmu katika huu ulimwengu kwa lengo ili aitwe ni alim, kwa lengo ili aitwe ni shekhi, kwa lengo ili aitwe ni hafidhul Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala tamwambia
ulitafuta ilmu kwa ajili gani? Atasema talabtu alilma liajlika ya Allah, nilitafuta ilmu kwa ajili yako wewe Mola wangu. Allah tabaraka wa taala tamwambia kadhabta bal talabta alilma liyuqal alim faqad qil, wewe ulitafuta ilmu ili uitwe kwamba wewe ni mwanachuoni na watu washasema duniani kwamba wewe ni mwanachuoni, kisha atachukuliwa yule mwanadamu waliyadhu billah kwa nia kama hii mbaya aliyokuwa nayo na kuingizwa ndani ya moto wa jahannam. فمن خلال إخواني في الله هذه المقدمة الأولى يحاول طالب العلم أن يعالج نفسه وقلبه ويراعي قلبه مرة بعد مرة. نعم، tustafidi katika huu utangulizi wa kwanza ya kwamba mwanafunzi atakaniwa mara kwa mara autazame moyo wake na ayafanye mambo yake kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa illa atakwenda kukuta majanga siku ya kiyama na aone matendo yake yote aliyoyafanya ambayo dhahiri yake ni ibada, lakini siku ya kiyama atayapata ya kwamba yote ni habaan manthura wal'iyadhu billah. Utangulizi wa pili, hafidhakumullah, i'lamu barakallahu fikum anna awwala amri wa a'zam alwajibat huwa at-tauhid. Amri kubwa kabisa na jambo la kwanza aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la tauhid, kama itakavyokuja maana yake katika lugha ya Kiarabu na maana yake katika istilah ya kisheria. Huyo jambo la kwanza aliloliamrisha Allah tabaraka wa ta'ala na jambo kubwa kabisa ni jambo la tauhid. Walihadha صدر في كتاب الله جل وعلا الأمر الأول وهو الأمر بالتوحيد. أمر ya kwanza iliyokuja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni maamrisho kuhusiana na tauhid. Ukisoma kuanzia suratul Fatiha mpaka mwisho ukaanza surat al-Baqara ni maelezo kuhusiana na waume, kadhalika ni maelezo kuhusiana na al-kuffar na kadhalika al-munafiqin. Lakini amri ya kwanza iliyokuja ni safha ya pili ya surati al-Baqara ambayo ni amri ya tauhid. Allah tabaraka wa taala asema ya ayuha nasu u'budu, enyi watu kutokamana na majini na wanadamu, muabuduni mola wenu, mpwekesheni mola wenu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika maashira al-ahibba, a'zamu nahyin wa awwalu nahyin fi kitabillahi jalla wa ala huwa an-nahyu 'an shirki billah subhanahu wa ta'ala. Makatazo makubwa yaliyokuja katika Qur'an, na makatazo ya kwanza yaliyokuja katika Qur'an ni makatazo ya ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameharamisha mambo mengi. Allah ameharamisha urongo, ameharamisha tembo, ameharamisha madhambi mingi sana, lakini dhambi la kwanza na makatazo ya kwanza yaliyokuja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni makatazo gani? Makatazo yanayohusiana na ushirikina, kama alivyosema Allah jalla wa ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimfanye Allah tabaraka wa taala kuwa na mwenza, kuwa na partner katika ibada zake, hali ya kuwa nyinyi muelewa kwamba hilo jambo halifai. المقدمة الثالثة إخواني في الله هو معنى التوحيد ومعنى الشرك. Nini maana ya tauhid? Tauhid ambayo kwamba tumeona ya kuwa ni amri ya kwanza na ni jambo kubwa lililoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Fama maana at-tauhid? Tauhid ndugu zanguni katika lugha ya Kiarabu bimaana al-ifrad. At-tauhid fi al-lugha al-arabiyya bimaana al-ifrad, ni kupwekesha, kufanya jambo kuwa ni moja peke yake katika lugha ya Kiarabu. Sababu wanasema wanawazuoni wa lugha, neno tauhid latokamana na herufi tatu asili za Kiarabu: alwaw walha waddal. Wahad bimaana alifrad, ni kupwekesha chochote kile kitakachokuwa maana yake katika lugha ya Kiarabu nini? Ni tauhid. Na maana ya tauhid katika istilahi ya kisheria wanasema maulama, huwa ifradullah bikulli ma yakhtassu bih, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale yote yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ana mambo yanayomhusu kama yeye Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Sasa haya mambo ukimpwekesha yeye peke yake na kutomshirikisha na mtu yoyote katika haya yanayomhusu Mola wetu jalla wa ala, hii yaitwa tauhid. Na yatakuja biidhnillah ni mambo gani ambayo kwamba yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala katika mukaddima wa 4 biidhnillah jalla wa ala. Hii ni maana ya tauhid. Maana ya ushirikina, ikhwani fillah, Allah tabaraka wa taala atuweke mbali na atuepushe na janga kama hili la ushirikina. Ushirikina katika lugha ya Kiarabu maana yake ni at-taswiya wan-niddu wal-mathil, ni kushirikisha, ni kusawazisha, ni kufananisha. Yote haya maneno matatu yanaingia katika maana ya ashirku fi lughati al-arabiyya. Ma maana ashirk? Yaqulu al-ulama, ushirikina katika lugha ya Kiarabu ni at-taswiya, kusawazisha, wan-niddu wal-mathil, na kufananisha kadhalika. Na maana kama hii yatolewa katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea wale watakaoingizwa motoni waliokuwa wakimshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala katika huu ulimwengu, watawalalamikia wale waliowashirikisha pamoja na Allah wakisema, Allahi in kunna la fi dhalalin mubin, kwa hakika tulikuwa sisi katika upotevu uliokuwa wazi. Wanalalamika wakiwa ndani ya moto wa jahannam, wal billah. Kwa nini mulikuwa katika upotevu? Watamwambia nini au watasemaje? idh nusawikum bi rabbil alamin, sisi tulikuwa ni wapotevu katika ulimwengu pale tulipowasawazisha nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ushirikina katika lugha ya Kiarabu ni kusawazisha, ni kushirikisha, yani ukachukua kitu na kitu kingine ukaziweka kwamba ni sawa, ukazishirikisha. Amma shirku fi al-istilah al-shar'i, yaqulu al-ulama, huwa taswiyatu ghayri Allah billah fi shay'in min khasa'is Allah, ni kumsawazisha, ni kumfananisha Allah tabaraka wa ta'ala na asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, ukawaweka pamoja katika mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakuja ni mambo gani ambayo kwamba yanamhusu Mola wetu jalla wa ala. Wazi ya jamaa? Kwa hiyo tauhid ni kumpwekesha Allah, kumfanya Allah kuwa peke yake katika mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni ushirikina, ni kumsawazisha, ni kumweka pamoja Allah na asiyekuwa Allah katika mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? طيب المقدمة رقم كم؟ المقدمة الرابعة، utangulizi wa 4. ikhwani fillah, اعلموا حفظكم الله أن التوحيد
aqsamun thalatha. Na hapa tuwe makini kidogo ikhwani fillah. Fahamuni tauhid ambayo kwamba imetangulia taarifu yake imegawanyika katika mafungu matatu. عندك أبا منصور، ما هي أقسام التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جزاك الله خير. توحيد imegawanyika katika mafungu matatu. Tauhid ar-rububiyya itakuja maana yake tauhid al-uluhiyya, ambayo kadhalika itakuja maana yake na tauhid al-asma was-sifat. Tauhid ar-rububiyya, sasa haya mambo matatu ndiyo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema nini maana ya tauhid? Kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala katika mambo yanayomhusu Allah tabaraka wa ta'ala. Ni mambo gani yanayomhusu Allah? Rububiyya, uluhiyya, al-asma wa sifat. Wazi? Tayeb. Tauhid ar-rububiyya ni kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala katika utendakazi wake. Wanasema maulama wa aqida na tauhid, توحيد الربوبية أي إفراد الله بأفعاله. Allah ana kazi zake zinazomhusu yeye peke yake. Sasa wewe utakapoitakidi hii kazi yafanywa na Allah tabaraka wa taala peke yake, wewe utakuwa umempwekesha Allah katika nini? Katika rububia, katika utendakazi wake. Kazi za Allah subhanahu wa ta'ala kama nini? Al-khalqu والرزق بفتح الراء وليس بكسر الراء، والتدبير والملك والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من مفردات الربوبية. kazi za Allah kama vile kuumba, kuhuisha, kufisha, kuleta riziki, kuleta maradhi, kuondosha maradhi wa halumma jarra. Sasa wewe utakapoitakidi Allah tabaraka wa taala peke yake ndiye anayeumba, hii ni tauhid rububiyya. Kinyume chake, ukiitakidi ya kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na wali na waja wema kadhalika wana uwezo wa kuumba, hii ni shirki ama si shirki? Shirki. Katika nini? Katika rububiyya. Wazi? Kwa hiyo rububiyya kukaribisha maana ni utendakazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiitakidi ya kwamba yuko anayeweza kuteremsha riziki kinyume na Allah, yuko anayeweza kukuondolea wewe madhara, yuko anayeweza kukusamehe wewe madhambi kinyume na Allah, huu ni ushirikina katika nini? Katika ar-rububiyya. Kigawanyo cha pili cha tauhid ni tauhid al-uluhiyya. توحيد الألوهية لإفراد الله بالعبادة، kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Ibada nini? Ni kila kitu ambacho kwamba Allah yuwakipenda na yuwakiridhia kutokamana na maneno na matendo yaliyodhihiri na yaliyofichamana, kama huwa maarufu ladaykum ta'rif Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi risalatihi al-ubudiyya. Kwa hiyo ibada yoyote, sala, zaka, saum, dua, kuchinja, kutegemea, kuweka nadhiri na ibada zozote zitakazokuwa ukizipeleka kwa Allah tabaraka wa taala peke yake, hii ni tauhid gani? Tauhidul uluhiyya. Sisi tuko pamoja? Tayeb. Hii ibada ambayo kwamba ni tauhidul uluhiyya, tuchukulie mfano wa dua. Ibada ya dua ukampelekea asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, nini hiyo? Ni shirk. Shirk katika nini? Katika uluhiyya. Wazi ya jamaa? Ukitaka kwa lugha nyepesi kutofautisha baina ya rububiyya na baina ya uluhiyya, rububiyya ni kazi za Allah subhanahu wa ta'ala, uluhiyya ni kazi zetu tunazozifanya, yani ibada. Allah haswali, Allah hafungi,
Allah hatoi zaka, Allah hachinji. Hizi ni ibada ambazo mimi na wewe tuzitekeleza, kwa hiyo ni uluhiyya. Kazi anazozifanya Allah, hiyo nini? Hiyo ni rububiyya. Kwa lugha nyepesi kabisa, rububiyya ni kazi za Allah na uluhiyya ni kazi zetu. Hafidhakumullah. Sampuli ya tatu ya tauhid ni tauhidul asma wa sifat, kumpokesha Allah tabaraka wa taala katika majina yake na sifa zake. Allah ana majina kama anavyosema yeye, walillahi alasmau alhusna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, na hakuna jina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa ndani yake yatolewa nini? Sifa, miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. واضح. التوحيد استفدنا من هذه المقدمة أنه ينقسم إلى كم أقسام؟ ينقسم إلى 3 أقسام. توحيد yagawanyika katika sehemu 3. Rububiyya, ambayo hii ni utendakazi wake Allah tabaraka wa taala. Uluhiyya ni ibada, na tauhidul asma'i was sifat. سؤال، وهو سؤال مهم إخواني في الله تحت هذه المقدمة. سؤال لسيما: هل هذا التقسيم للتوحيد أمر محدث في دين الله سبحانه وتعالى؟ جمع علماء kugawanya hii tauhid katika mafungu matatu ni jambo lililozushwa au ni jambo ambalo kwamba liko katika sheria yetu aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Mal jawab? Aljawab anna hadha at-taqsim mawjudun fi shari'atina fi kitabillah wa sunnati rasulih alayhi salatu wassalam. Kugawanya tauhid katika mafungu matatu kama mlivyosikia, rububiyya, uluhiyya, al-asma wa sifat, ni jambo ambalo kwamba liko katika sheria yetu, liko katika Qur'an kama tutakavyoona biidhnillah, na liko katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo si jambo lililozushwa kama wanavyodai as-sufiyya al-khurafiyya, ya kwamba mawahabi hawana tofauti na manasara. Manasara wanasema kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, kwamba wao wamesema inna Allaha thalithu thalatha. Manasara wamemgawanya Mola wao au Allah subhanahu wa taala katika mafungu matatu kama mnavyojua: Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na nyinyi pia mawahabi hamuna tofauti na manasara, tauhidi mmoja, Allah ni mmoja. Hii rububiyya, uluhiyya, al-asma wa sifat mumeitoa wapi? Aljawab anna hadha al-amra mawjudun fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Hili jambo liko, lakini likoje? Haliko kama wanavyotaka wao, kwamba nionyeshe Allah tabaraka wa ta'ala amesema wapi katika Qur'ani, qala rabbuna jalla wa ala at-tauhid 3 aqsam. Kwa lugha kama hii hakuna, na kwa siyaq na mtiririko wa maneno kwa mfumo kama huu hakuna. Wazi? Naam. Lakini hili jambo liko. Tutawauliza swali ambalo kwamba lasemaje: je, nyinyi mwaitakidi Allah ndiye aliyeumba? Naam, Allah ndiye aliyeumba. Fanaqulu lahum hadha rububiyya wala mushahaha fil istilah. Wewe waamini kwamba Allah ndiye anayestahili kupelekewa ibada? Ndiyo naamini. Tumwambia hii ni uluhiyya. Waamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina yake na sifa. Wallahu alladhi la ilaha illa hu arrahman arrahim الملك القدوس السلام. هذه أسماء الله سبحانه وتعالى. تسمى نعم نقبالي. hakuna mushkila, hakuna mushkila. Ukishaamini maana ya rububiyya nini, maana ya uluhiyya nini, maana ya al-asma wa sifat, tayari unakubali.
kwamba tauhid imegawanyika katika sehemu tatu. ما الدليل على أن التوحيد 3 أقسام؟ يقول العلماء الدليل هو التتبع والاستقراء. هو التتبع أي تتبع العلماء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واستقرأوا النصوص الشرعية فوجدوا أن التوحيد على 3 أقسام. من معنى التتبع والاستقراء؟ التتبع والاستقراء هو إظهار شيء موجود. unaposikia dalilu hadhihi almas'ala at-tatabbu' wal-istiqra' maana yake ni al-idhhar ama idhharu shay'in mawjud, ni kudhihirisha jambo ambalo kwamba liko. Ala sabili almithal, katika huu msikiti wanaonisikiliza darasa kama hii ya tauhid, kuna watu wamvaa kanzu, kuna watu hawajavaa kanzu, kuna watu wamvaa kofia, kuna watu hawajavaa kofia. Katika haya maneno yangu, je, mimi nimezua au naelezea jambo ambalo kwamba liko katika huu msikiti? Naelezea jambo ambalo kwamba liko katika huu msikiti. Wazi? Idhan al-istiqra' huwa idhharu shay'in mawjud, ni kudhihirisha jambo ambalo kwamba liko. Idhan al-ulama adhharu lana bisababi dha'fina في تدبر القرآن أن التوحيد 3 أقسام، kwamba tauhid imegawanyika katika sehemu tatu. Kwa mfano, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ili neno Allah lafdhul jalala latokamana na nini? Alaha ya'lahu ilahan ay ma'bud, anayeabudiwa, tauhid al-uluhiyya. واضح؟ الرحمن الرحيم، هذا توحيد ايش؟ الاسماء والصفات. الرحمن ni jina la Allah tabaraka wa taala, jina ambalo kwamba ndani yake twatoa sifa ya rahma iliyoenea kwa waja wake wote. Maliki yaumiddin, mfalme wa naam, na hii nini? Tauhidu ar-rububiyya. Kadhalika rabbil alamin, mlezi wa walimwengu, kadhalika hadha tauhid ar-rububiyya. Wazi ya jamaa? Naam. Kwa usipate ishkali, tauhid imegawanyika katika mafungu matatu. Je, hili jambo limezushwa? Aljawabu la, hili jambo liko katika Qur'an wa maulama wamelidhihirisha kwamba tauhid imegawanyika katika mafungu matatu. Nitawapatia mfano mmoja ikhwani fillah, ambalo sisi na hao wanaopinga kwamba tauhid imegawanyika katika mafungu matatu sote tuafikiana. Nitawauliza swali hususan talabatul ilm. Ismail, الفعل ينقسم إلى كم أقسام؟ إلى 3 أقسام. أحسنت. فعل ماضي، فعل mudhari' wa fi'lu amr. Muulize khurafi yoyote kitendo kimegawanyika katika mafungu mangapi? Atakwambia kitendo kimegawanyika katika mafungu matatu. Kuna kitendo kilichopita, fi'lu madhi. Kuna kitendo kinachotendeka sahihi, kama vile sahihi sisi tusoma, hii ni fi'lu mudhari'. Kuna kitendo cha kuamrisha, simama, fi'lu amr. Sasa mwambie, nitolee katika Qur'an Allah amesema al-fi'lu ala 3 aqsam. Kwambia hili jambo haliko, lakini maulama wameafikiana ya kwamba matendo yamegawanyika katika mafungu mangapi? Mafungu matatu. Ma huwa ad-dalil? Ad-dalil at-tatabbu' wal-istiqra'. Wamepeleleza maneno ya Waarabu na wakaangalia hadithi za Mtume na wakaangalia Qur'an, wakaona kwamba kitendo kimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna kitendo kilichopita, Allah anasema qala wa qala alladhina, na watasema. Kuna kitendo cha sasa hivi, yaqulu, Allah semaje? Sayaqulu sufaha. Na kuna kitendo cha kuamrisha, qul huwa Allahu ahad, qul
a'udhu birabbin nas, qul a'udhu birabbil falaq. Wazi ya ikhwa? Kwa hiyo jawabu liko wazi kabisa, wala usibabaishwe na mtu. Na wallahi alladhi la ilaha ghairu, katika mioyo yao wakubali kwamba tauhid imegawanyika katika mafungu matatu, wanakubali, lakini ni inad. Ma huwa inad? Wattiba'u hawa an-nafs wal billah. Hakuna kitu kingine, ni kufuata matamanio ya nafsi. Wewe mtu yakwambia mimi nifuate na ni wajibu juu yako wewe kufuata madhhab ya al-Imam Shafi'i. As-Sufiyya ala madhhab man fi al-fiqh? Ala madhhab al-Imam Shafi'i. Nakumbuka siku moja tukiwa tuko harusini, nikah. Baada ya nikah, tazama baadhi ya watu, mara shemeji yangu nimesha mkono mdogo, nikienda kunani ankana khurafi mmoja, washindana bana, lazima madhhabi yako iwe madhhabi ya al-Imam Shafi'i, lazima hii ndio madhehebu yetu East Africa. Allah akawa yamwambia bana, sisi tuitakidi ya kwamba ni wajibu kufuata Qur'ani na Sunna juu ya ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhasil akanita, nikienda jamaa sema al-Imam Shafi'i, nilipogundua kwamba jamaa ni sufi, kamwambia Allah, kemu mwambie aina Allah, akatahayari na kunyamaza. Al-Imam Shafi'i ya'taqid aina Allah, Allah fi as-sama, alaysa kadhalik? Sasa kwa nini umfuate Shafi'i katika fiqh, usimfuate al-Imam Shafi'i katika aqida? In lam yakun hadha tanaqud, fama ma'na at-tanaqud? Kama huku si kujigonga gonga ni kupi? Alaysa kadhalika ikhwani fillah? Min tawauliza swali lingine, man alladhi yahtafil bil Isra wal Mi'raj? Nani anayesherehekea Isra na Mi'raj? As-Sufiyya, al-Khurafiyya wal Quburiyya, wao ndio wanaosherehekea al-Isra wal Mi'raj. Ma maana Isra? Isra ni mtume kutoka Makka, ule msafara wake wa Makka kuelekea Baitul Maqdis, hii ndio Isra, صح? ما معنى المعراج؟ المعراج ni mtume pale Baitul Maqdis kupandishwa wapi? طيب إن كنا نحتفل بالمعراج فلماذا لا نعتقد أن الله فوق السماء؟ nyinyi mwadai Allah yuko kila pahala, alafu mwaitakidi na kusherekea Mi'raj. Mi'raj maana yake nini? Ni mtume kupandishwa kutoka Baitul Maqdis mpaka mbingu ya ankwenda kumtafuta nani kule mbingu ya saba. Sasa tusherekea nini ikhwani fillah? Falnattaqillaha fi anfusina, tumuogope na tumchi Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kumalizia masala kama haya, maulama wanatoa faida nyingine, hususan almuasirun. Hal awwal man qassama bihadha at-taqsim lit-tawhid huwa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah kama yadda'ihi as-Sufiyya? Je, aliyokuja na huu mgawanyo wa tauhid kwamba tauhid imegawanyika katika mafungu matatu ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah? Aljawabu la, bal maulama kabla yake kwa karne zaidi ya 3 na 4 wameitakidi ya kwamba tauhid ala 3 aqsam, kama vile al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, kama vile al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, وهكذا الإمام ابن مندى وغير هؤلاء من العلماء. المقدمة الخامسة، مقدمة وتانو إخواني في الله، هي أن الشرك قسمان 2. ushirikina ambao tayari ushatangulia maana yake taswiyatu ghairi Allah billah fi shay'in min khasaisillah, kumsawazisha Allah na asiyekuwa Allah katika mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake.
ushirikina umegawanyika katika mafungu mawili, shirkun akbar wa shirkun asghar, shirki kubwa na shirki ndogo. Na baadhi ya maulama wetu rahimahumullah dhahabu ila anna shirka thalathatu aqsam, walakin arrajih anna shirka qisman ithnan. Baadhi ya maulama wanasema shirki imegawanyika katika sehemu tatu, shirkun akbar wa shirkun asghar wa shirkun khafi, walakin as-sahih wal-rajih anna ash-shirka qisman ithnan والشرك الخفي داخل في الشرك الأصغر. Tukiwa tushafahamu kwamba ushirikina umegawanyika katika mafungu mawili, shirki kubwa na shirki ndogo. Ashirku al-akbar, yaqulu al-ulama, shirki kubwa ni taswiyatu ghayri llahi billah fi shay'in min khasa'is llah. Shirki kubwa ni kumsawazisha asiyekuwa Allah tabaraka wa taala pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirki kubwa. Kwa mfano, uende makaburini uombe maiti, hadha shirkun akbar. Umchinjie asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadha shirkun akbar. Uitakidi kwamba yuko anayeweza kuumba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hadha shirkun akbar. Shirki ndogo wanasema maulama huwa kullu shay'in jaa tasmiyatuhu fi an-nusus ash-shar'iyyah bi annahu shirkun wa lam yablugh rutbata wa darajata ash-shirk al-akbar. Ni kila kitu ambacho kwamba kimekuja katika sheria yetu, sheria ikatuelezea na kutufahamisha kwamba hili jambo ni shirki, lakini jambo hilo halijafika daraja ya shirki kubwa. Hiyo ni shirki gani? Shirki ndogo. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Faqalu ya Rasul Allah wa ma ash-shirku al-asghar? Qala ar-riya. Mtume asema hakika jambo linalo wahofia nyinyi kuliko jambo lolote ni shirki ndogo. Na maulama wanasema kupitia haya maneno ya Mtume, shirku ndogo, wakatoa kwamba kuna shirki kubwa na shirki ndogo. Jambo gani Mtume anawaogopea masahaba zake? Ar-riya. Kwa hiyo kujionyesha katika ibada zako ni shirki ndogo. Kadhalika kusema ma sha Allah wa shi'ta anta, hii ni katika shirki ndogo. Allah akitaka na wewe ukitaka, hii ni shirki ndogo. Sahih an naqul ما شاء الله ثم فلان. واضح؟ نعم. kumalizia ikhwani fillah فائدة وبها نختم إن شاء الله هذا المجلس. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر بعد أن عرفنا تعريفه وبين الشرك الأصغر؟ منين تفاوتي ya baina ya shirki kubwa na shirki ndogo? Tofauti ya kwanza, anna shirka al-akbar yukhriju sahibahu min al-islam bikhilafi ash-shirki al-asghar. Mwanadamu akiingia katika shirki kubwa, huyu ni kafir, na mwanadamu akimshirikisha Allah na shirki ndogo, huyu ni asi na huyu ni fasik, lakini bado nani? Ni Muislamu. Hii tofauti ya kwanza. Shirki kubwa inakuondoa katika dini ya Kiislamu na shirki ndogo bado unakuwa wewe nani? Ni Muislamu. Alfarqu athani, anna shirka al-akbar yuhbitu jami'a al-a'mal bikhilafi ash-shirk al-asghar fa innahu la yuhbitu illa al-'amal alladhi madha sahabahu ash-shirk al-asghar. Shirki kubwa mwanadamu akimshirikisha Allah, matendo yako yote yanafanyaje? Yanaporomoka. Swala zako za miaka 50 zote 0%. Zaka na khairat na mema yote uliyokuwa ukiyafanya, mujarrad tu ukiingia katika shirki kubwa, yale yote yanafanyaje? Yanaporomoka. Allah anasema, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin.
Utakapomshirikisha Allah, matendo yako yote yakaporomoka na utakuwa ni katika wale waliopata hasara. Kadhalika sema katika sura Al-An'am, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, na lau wangelimshirikisha Allah matendo yao yote yataporomoka, wal billah. Lakini shirki ndogo ambayo kama riya, usali salatul maghrib kajionyesha kwa sababu unamwona fulani ankuja, matendo yako yote ya miaka 50 yako pale pale, lakini ile sala ya magharibi peke yake ndio inafanyaje? Inaporomoka. Umtoa sadaqa miaka 50 lillah subhanahu wa ta'ala, lakini mwaka jana ukataka kusikika, ukataka kuonekaniwa, ukatoa kwa ajili ya riya. Je, ibada zako za sadaqa zinaporomoka? Jawabu la. Ile sadaqa ulioingiza ndani yake riya ndio inayoanguka peke yake. Wazi ya jamaa? طيب ما هي الفروق سيدين؟ الفرق الثالث أن الشرك الأكبر شرك كبوى لا يغفره الله. Mola wetu jalla wa ala hamsamehi yoyote atakaye mshirikisha Allah na shirki kubwa. Mata idha mata ala hadha ash-shirk, yoyote atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala shirki kubwa na akafa kabla ya kutubia, Allah tabaraka wa taala hamsamehi. Madalilu ala dhalik, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah hamsamehi mwanadamu yoyote atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Lakini wakati gani? Atakapokufa kabla hajatubia. Wa illa kitubia, man taba taba Allahu alayhi. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Wazi? Tayyib. Kwa hiyo shirki kubwa atakapokufa mwanadamu hali ya kuwa hajatubia, huyu hasamehewi na Allah tabaraka wa taala. Wa amma ash-shirku al-asghar man mata alayhi wa lam yatub famadha tahta al-mashia. Ahsant, yuko chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma maana tahta al-mashia? Ay in shaa Allah ghafara lahu wa in shaa Allah adhaba. Allah akitaka tamsamehe na akitaka atamwadhibu kadri ya ile shirki ndogo. Kadhalika farqi ya mwisho, furuku ziko nyingi. Farqi ya mwisho ikhwani fillah, anna ash-shirka al-akbar yuhrimu sahibahu an yakuna min ashabil jannah. Wazi? Atakapokufa mwanadamu hali ya kuwa amemshirikisha Allah tabaraka wa taala na shirki kubwa na hajatubia, huyu pepo kwake yeye nini? Haram. La yadkhulu aljannata batatan, wacha kuingia harufu ya pepo haipati. Madha qala Allah? Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah ايش؟ faqad harrama Allah alayhi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yoyote atakayemshirikisha Allah akafa katika hiyo hali, Allah asema faqad harrama Allah alayhi al-janna, pepo kwake yeye nini? Ni haram. Wa man mata ala ash-shirk al-asghar fa innahu tahta mashi'ati Allah. Allah huenda kamsamehe na huenda akafanyaje? Akamwadhibu. Na akimwadhibu, aqida ya ahli sunna wal jamaa, na'taqid jazman wa qat'an annahu walau 'udhiba famaaluhu ila aljanna. Shirki ndogo hukumu yako nini ikiwa haujatubia na ukafa? Wewe uko chini ya matakwa ya Allah. Nini maana ya kuwa chini ya matakwa ya Allah? Yani Allah akitaka atakuadhibu na akitaka atafanyaje? Atakusamehe. Lakini kama Allah atakuadhibu, hatakuadhibu motoni kufanyaje? Milele. Taadhibiwa kadri ya shirki ndogo, lakini mwisho wako ni wapi? Peponi. Wazi ya jamaa?
Barakallahu fikum. Huu ni utangulizi ambao kwamba biidhnillah jalla wa ala utatusaidia katika kuelewa baadhi ya mafungu yatakayofungamana na somo letu la tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.